Hello, mambo vipi? Mambo vipi wapenzi watazamaji wafuatiliaji wa channel ya Mkwanja Odds. Hayopo umeamka salama kabisa leo tarehe 24 mwezi wa 3 2025. Leo nimeweza kuchelewa kuposti video hii kwa sababu ya leo ilikuwa ni siku ngumu sana katika siku ambayo nimeanza kurekodi. Mic inaisha, mara chaji, mara umeme unakatika, taa inazima, mara unarudi tena, navumilia hivyo hivyo. Hatimaye mpaka nimekuja kutulia hivi kutoa video. Jambo la kumshukuru Mungu. Ongeleni watu ambao mliweza kufanya vizuri katika bet slip tulizoziendesha jana. Nilizozipredicta katika platform zangu zote, ikiwepo ni WhatsApp, ikiwepo ni YouTube channel, ikiwepo Telegram na kwingine kote. Na kama ni mara yako kwanza unapita katika channel ya Mkwanja Odds. Naitwa Mkwanja Odds, najisikia na kutoa prediction kila siku. Kikubwa hakikisha na subscribe, una share, una like, ni comment. Ukipendezwa zaidi share linki zangu katika magrupu yako kwa marafiki ili waweze kujua nini kinaendelea katika channel ya Mkwanja Odds. Jana kuna bet slip ambayo niliweka hapa, ambayo tarehe 23 mwezi wa 3 2024 kuna bet slip niliweka katika YouTube channel, bet slip yetu ya kwanza. Bet slip hiyo iliweza kufanya vizuri. Bet slip hiyo niliweka hapa YouTube ilikuwa ni UEFA National League, ilikuwa na game ya Belgium vs Ukraine. Na tips tulimpa Belgium win full time na odds ni 1.47 na total odds katika bet slip yetu game yetu hiyo ilikuwa ni 3. Total odds ilikuwa ni 1.47 na bet slip yetu hiyo iliweza kwenda vizuri na Belgium wakiwa wanaongoza goli 3 kwa Ukraine 0. Game hiyo ya kwanza iliweza kwenda vizuri. Na game namba 2 ilikuwa ni UEFA National League, ilikuwa na game ya German vs Italy. Tips tuliomba both team to score yes, ina maana GG, yani waweze kufungana, na odds ilikuwa ni 1.47, lakini German na Italy waweza game nzima kuimaliza kwa 3-3, ina maana GG iliweza kupatikana. Total odds zetu ilikuwa ni 2.631 na tukawa tumestake shilingi 100,000 na tukawa tumewini shilingi 200,000 na 63,130. Niwape hongera kubwa sana member wa Mkwanja Odds. Hakikisha tunaipaisha channel yetu iweze kufika mbali. Subscribe, share kwa marafiki, alika marafiki wajiunge kwenye group zangu. Nimetoa linki katika WhatsApp channel, watu wa share linki katika magrupu yako marafiki, mambo yaweze kwenda poa zaidi. Lengo letu tufike mbali na channel yetu ikue iwe kama ya kwanza tulivyokuwa tumefikisha subscribers 4,000. Na hakikisha unaangalia video 7. Kuna video 7 ambazo niliziweka katika channel ya Mkwanja Odds kuelezea mbinu 7 za au siri 7 za betting, na mimi hizi siri ndo ninazozitumia na mnaona kwa macho yenu naendelea kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo sio za kupuuzia, hakikisha unazifuatilia video hizo, hakikisha unaziangalia kwa makini kabisa, hakikisha una view vizuri kabisa na kwa ufanisi ili mambo yaweze kwenda poa zaidi. Kija katika bet slip namba 2 ambayo niliweka jana. Hii niliweka YouTube, nikaweka katika Instagram, nikaweka WhatsApp channel, na game hiyo ilikuwa ni UEFA National League. Ilikuwa ni game ya France vs Croatia. Tips tuliomba over 10 kwenye mabano corners, na odds ilikuwa ni 2.1. Game hii tuliweza kustake shilingi 200,000 na tukawa tumewini 200,000 na 20,000. Hongereni sana. Game hiyo wengi walijaji, lakini Mwenyezi Mungu aliweza kusaidia na mambo yakaenda poa zaidi. Hongereni sana watu waliweza kustake na kuwin game hiyo. Hongereni sana, mko poa. Tukija katika game namba 3. Game namba 3 ilikuwa ni World Cup 2026 Qualification Africa. Hii game nilikuwa sina ratiba nayo ya kuweza kuiposti, lakini katika kushika simu na kutembelea katika Footmob ndo nikakutana nayo game hii ya Kenya vs Gabon. Game hii ya Kenya vs Gabon, baada ya kuchunguza vizuri na kujihakikishia kutokana na kuangalia historia ya Kenya pamoja na kuangalia historia ya Gabon na kuweza kujihakikishia kuwa over 2.5 ina uwezekano mkubwa sana kuweza kupatikana, nikasema ngoja nijaribu nione matokeo yatakuwaje. Nikaweza kustake game hii, ilikuwa na odds 2.44. Na game hii baada ya kuisha, Gabon akiwa anaongoza goli 2, Kenya akiwa na goli 1, game hii ikaisha 2-1. Na tukawa tumestake shilingi 200,000 na tukawa tumewini shilingi 4,488. Hiyo game ilikuwa ni single. Hongereni sana member wa Mkwanja Odds. Kuna game pia ambazo niweza kuziweka usiku baada ya kwenda kupumzika katika kupekua. Nikakuta kuna game ambazo zitacheza kuanzia saa 7, saa 8, saa 9 mpaka saa 10. Hiyo game ilikuwa ni CONCACAF National League, ilikuwa ni game ya Canada vs USA, na game hii
niweza kuomba over 2.5 goals, ina maana magoli matatu, na game iliweza kwenda vizuri na game iliisha kwa 2-1. Ina maana USA akiwa anaongoza goli moja, goli mbili, alafu USA akiwa anaongoza goli moja, Canada akiwa anaongoza goli 2-1. Game hii iliweza kwenda vizuri na tukawa tumeomba over 2.5 na odds ilikuwa ni 2.11, tukastake shilingi 100,000, tukawa tumewini shilingi 2,211. Hongereni member wa Mkwanja Odds Win, nadhani mmeenjoy sana tips za jana. Kikubwa tu hakikisha una subscribe, una share video zangu kwa marafiki, hakikisha una view zile video 7 ambazo nakuelezea mbinu siri 7 za betting. Hakikisha unakaa unatulia kabisa. Na kama utakuwa na changamoto kuweza kufungua account ya Palipesa, kuna video nimeiweka katika channel hii jinsi gani ya kuweza kufungua account ya Palipesa. Hakikisha unaangalia mwanzo hadi mwisho kabla ya kwenda kufungua account. Hakikisha unaiangalia kwanza ikupe muongozo mzima, then nenda kafungua account yako, kwa sababu utakuwa tayari umeelewa unaanzia wapi na unaishia wapi. Usikurupuke kama unaangalia huko na copy unaishia huko unakuja na copy na utapoteza muda. Angalia video, ukimaliza nenda kule sasa kuanza step by step, itakuwa poa zaidi. Tukija katika bet slip nyingine ambayo pia na yenyewe niliweka jana hiyo usiku, ni maana niliweka game zipo 2, bet slip 2, na hii nilibeti ikiwa na game 2. Ilikuwa ni bet slip moja yenye game 2. Bet slip hiyo ilikuwa ni ya night ambayo ilikuwa ni CONCACAF National League, ilikuwa na game ya Mexico vs Panama. Tips tulimpa Mexico aweze kushinda game hii na akashinda kweli, maana mechi hii walienda 1-1 katika kipindi cha kwanza. Ina maana Mexico walianza kwa kufunga goli, baadaye Panama akaja akachomoa. Game hiyo ikaenda mpaka dakika ya 80 na 90, na baadaye Mexico akawa ameshinda, akapata penalty, akaongoza. Ina maana game hiyo iweze kuongoza. Game ikaisha Mexico akiwa na goli moja, akiwa na Mexico ana goli 2 kwa Panama moja, ni 2-1, na game ilienda vizuri na odds ilikuwa ni 1.54. Na game iliyofuata ilikuwa ni CONCACAF National League, ilikuwa na game ya Canada vs USA. Tips nilitoa double chance aweze kushinda yoyote na odds ilikuwa ni 1.352. Game hiyo iliweza kwenda vizuri na game hiyo ilikuwa na total odds 2.022. Ilikuwa na game ya 2.82 na tukawa tumestake shilingi 100,000 na tukawa tumewini shilingi 2,208. Na pia kuna game ambazo naweza kuzibet live pia ambazo zilikuwa zinacheza lakini zilienda paka extra time, nikaweza kwenda kupumzika, sikuweza kwenda kuzifuatilia. Ilikuwa ni game ziko 4 na hiyo ni bet slip moja yenye game 4. Tukianza game ya kwanza ambazo tuliweza kucheza live katika hiyo bet slip, unaiona hapo mbele, ilikuwa ni UEFA National League, ilikuwa na game ya Germany vs Italy. Game hii ya Germany vs Italy niliweza kuomba kona 10 kwenye mabano na odds ilikuwa ni kadhaa. Baadaye tukawa tumeweza kupata refund kutokana na game hiyo, ilipata kona 6-4, na maana 10 zikawa zimekamilika, ikawa imegomea kwenye refund. Na nilishaweza kuwaelezea jinsi gani ya kuweza kutumia Palipesa, na nikaandomana nikamwambia fungueni akishana mmefungua account ya Palipesa, kwa sababu unaona kwa mfano hii 10 over 10 kwenye mabano kwenye kampuni nyingine unaweza kuwa umelosi ikiishia hapo hapo, lakini katika Palipesa ukiwa umepoint kwa mfano hii option ya over 10 kwenye mabano inakuwa ina faida mbili. Faida ya kwanza, over 10 ina maana ukibeti over 10 zikaishia hapo hapo, kwa mfano kona mimi nimeomba kona 10 kwenye mabano zikaishia hapo, unapata refund. Zikizidi hapo ina maana 11, ina maana unakuwa umewin. Ikishuka chini ndio unakuwa umepoteza, na maana inakuwa ina faida mbili. Kwa hiyo ni vyema zaidi ukaweza kufungua account hiyo, na video iko katika channel hii ya kufungua account ya Palipesa, nimeelezea vizuri. Hakikisha unaangalia video A to Z, then ndio unaenda kufungua account yako. So unaangalia huku na huku na huku na huku, utapoteza vingi. Kwa hiyo ni vyema zaidi ukazingatia hivyo, mambo yakaenda poa zaidi. Tukija katika game namba 2 ambayo ilikuwa katika bet slip hiyo tulio bet live, ni UEFA National League, ilikuwa na game ya Portugal vs Denmark. Tips tuliomba over 10 kwenye mabano kona na odds ilikuwa ni 1.34. Denmark akiwa anaongoza kona, Denmark akiwa na kona 4, Portugal akiwa na kona 9. Game hiyo iliweza kwenda vizuri. Na game nyingine ilikuwa ni UEFA National League, ilikuwa na game ya France vs Croatia. Tips tukaomba over 10.5 kona na odds ilikuwa ni 1.165. Game hiyo iliweza kuisha kwa kona 14, France ikiwa inaongoza kona 14-0. Game iliweza kwenda poa zaidi. Na game iliyofuata ni ya 4 na ya mwisho ilikuwa ni UEFA National League, ilikuwa na game ya Spain vs Netherlands.
Tips tuliomba under 7.5 kona na odds ilikuwa ni 1.48. Game hiyo iliweza kuisha kwa kona 4-2. Spain akiwa na kona 4, Netherlands akiwa na kona 2. Tukawa tumestake shilingi 100,000 na tukawa tumewini shilingi 200,000 na 31 na senti 42.8. Nipende tu kuwapa hongera za dhati member wa Mkwanja Odds Win. Nadhani mmejivunia kuwa na mimi, nadhani mnafurahi kuwa na mimi hapa. Kwa hiyo ni vyema zaidi tukashirikiana kuifikisha channel hii mbali zaidi. Tuwe kama channel yetu ambayo ya kwanza iliweza kufungiwa tulikuwa zaidi ya member au subscribers 4,000. Kwa hiyo na hii tuhakikishe tumefika huko. Leo ni tarehe 24 mwezi wa 3 2025. Tuna bet slip 2. Katika bet slip 2 ambazo tunazo, ya kwanza ina game 3 na ya pili ni single bet. Tukianza na bet slip ya kwanza, bet slip yetu ya kwanza ni World Cup 2026 ikiwa na World Cup 2026 qualification Africa ikiwa na game ya Central Africa Republic vs Mali. Tips tumeomba over 2 kwenye mabano goals. Over 2 kwenye mabano goals na odds ni 1.49. Na game ya pili ni World Cup 2026 qualification Africa ikiwa na game ya Ivory Coast vs Republic of the Gambia. Tips tumeomba Ivory Coast win full time na odds ni 1.47. Hiyo ni game ya pili. Na game ya tatu ni Egypt League Cup ikiwa na game ya El Gaish vs Al Ahly Cairo. Tips tumeomba over 2 kwenye mabano goals na odds ni 1.82. Total ya game zetu ziko odds 3.986 na tumeweza kustake shilingi 100,000 katika game hiyo. Na tukienda katika bet slip namba 2. Bet slip yetu namba 2 ni single bet. Na single bet hiyo ni ya tarehe 24 mwezi wa 3 2025. Ni game ya World Cup 2026 qualification Europe ikiwa na game ya Bosnia vs Cyprus. Tips tumeomba over 3 kwenye mabano goals na odds ni 1 na odds ni 2.5 na odds ni 2.35 na tukawa tumestake shilingi 100,000 na odds zetu ni 2.35. Hakikisha umesubscribe, hakikisha umeshare, umelike and comment. Tukutane hapo baadaye katika video au content nyingine inayohusiana na swala zima la betting. Hakikisha umetia alama dole kuonyesha kuwa uko pamoja na Mkwanja Odds Win. Hakikisha una share link yangu na nimetoa link WhatsApp uweza kushare kwa marafiki ili channel yetu iweze kuifikisha mbali zaidi. Tukutane hapo baadaye katika video au content nyingine inayohusiana na swala zima la betting. Asante.